pasipo imani hata biashara huwezi kuianzisha. Pasipo imani hata kuolewa huwezi kuolewa. Pasipo imani huwezi kufaulu. Pasipo imani huwezi kufanikiwa. Tunaamini kwamba yeye huwapa thawabu wote wale wampendezao Mungu. Ndio maana hata wenzetu manabii waliotangulia walipitishwa kwenye moto, lakini walimwamini Mungu ya kwamba tulie naye huyu hata tukiwa kwenye moto hatuwezi kufa. Mangapi umeyapitia? Ni kwa neema tu. Hiyo imani uliyokuwa nayo ndio imekufikisha hapo. Waliovunjika moyo leo hawapo. Walioishiwa imani wengine walijinyonga. Walioishiwa imani, waliochoka kiimani wengine walikata tamaa, hawapo chuoni. Halo, tuko pamoja? Walioishiwa imani leo hii wamepata watoto pasipo baba. Amelala siku 2-3 njaa akashindwa kuvumilia. Akaona bora mimi nijipeleke kwa Joseph. Imani imeisha. Anajisend off. Vijana imani imeisha. Anaangalia huko na huko na huko, ameapply kazi hapati. Imani ya kumwamini Mungu imeisha. Anajipeleka kwenye lishangazi. Aliye na imani mwenye maono anaanza kuona nyumba kabla hajapata hela. Anaanza kuipanga nyumba yake, na iona sebule imekaa hivi, alafu huko itakuwa ni shelf ya kwangu, alafu chumba kingine kimekaa hivi, store itakuwa imekaa hivi. Unaanza kuona, namuona mwanaume mume wangu, namuona mzuri, namuona anatembea amekaa vizuri, milaba minne yangu mfupi sana. Yaani unaanza kumuona kabla hajatokeza. Unaanza kuona kazi, unaiona kazi uko chuoni, lakini unaanza kuona umeajiriwa. Unaanza kuona unabeba mafaili, unaanza kuona unatengeneza namna hii, unachanganya mambo, unaandika, una sign cheki. Watu wenye imani hawanaga mashaka, hawajishtuki, wana uhakika. Halo, wangapi wananielewa? Geuke jirani yako mwambie, usipokuwa na imani kama Pastor Eric utaachwa mbali sana. Wakaniambia, tumishi, yawezekana mambo yamegoma. Maana walisubiri mwaka baada ya kuzaliwa Rose, tukamaliza mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4, mwaka wa 5, mwaka wa 6, mwaka wa 7, mwaka wa 8, mwaka wa 9, mwaka wa 10, wa 11 akapatikana Rose. Hallelujah. Amen. Lakini nisingekuwa na imani, ningeanza kukimbia. Usipokuwa na imani, biashara kiumba kidogo, unakwenda kutafuta kalimanzio. Hivi wenzangu mwenyewe mnafanyaje? Aibu, mloko naanza kwenda kuuliza wapagani, mnafanyaje kwenye biashara? Aibu sana. Mama Heta anasema ni aibu. Kitu lenye imani likishaona mambo yameyumba, linasema kuna mahala ambapo naenda kujichaji. Linaingia hekaluni mwa Bwana, linakanyaga madhabahu, linasema kwa jina la Yesu ninapokea utupako, napokea kibali, napokea kuinuliwa, napokea kufanikiwa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ni jambo la kwanza. Usipokuwa na imani huwezi kufanikiwa. Usipokuwa na imani huwezi kufanikiwa. Tunatakiwa tugeuke. Leo hii tunabaki tunasema hatumuoni Mungu. Mungu hawezi kwenda na mtu anayekwenda na njia mbili. Wewe umewekwa mahali hapa ili uwe kichocheo cha kwenu kupata baraka, ili uweze kubadilisha kwenu kupitia wewe. Hujaja chuoni kwa bahati mbaya. Mama, hujawekwa hivi mpaka ulipo leo kwa bahati mbaya. Mungu amekuweka leo, ndio maana umekuja. Wewe ni wa thamani. Kupitia wewe familia yako inabarikiwa. Unapoomba familia yako inabarikiwa. Wengine wazazi wenu leo hawapo hapa, lakini baraka zinatoka hapa zinakwenda nyumbani. Wengine waume zenu hawapo hapa, lakini unapoomba wanaume wanabarikiwa kule walipo. Kwa nini? Mungu anaangalia moyo uliopondeka. Haleluya. Haleluya. Ndio maana usiwe mtu muumini wa hasara. Acha dhambi zako. Unaziungama dhambi zako na kuziacha.
Mapepo yatajua kwamba wewe sio wa kawaida. Majini yatajua kwamba wewe sio wa kawaida. Kwa nini tunapagaliwa na mapepo? Kwa sababu bado tumebebelea vitu vingine vidogo vidogo, hatutaki kuviachia. Usipotubu na dhambi zako na kuziacha dhambi zako, wajidanganya. Ndio maana leo tunatoa nafasi kwa unachuo ya kufeli. Unaitoa nafasi wewe mwenyewe. Kwa nini? Kuna vitu ambavyo bado hujaviacha. Wakati mwingine wafanya biashara, tunafanya biashara zinayumba. Kwa nini? Tunatoa nafasi kwa shetani. Biblia inasema msimpe nafasi shetani. Biblia inasema mpingeni na atafanya nini? Atawakimbia. Unampinga vipi? Kwenye maombi huji. Jumatano inakushinda kuja. Ijumaa inakushinda kuja. Unapokaa na kulala nyumbani, unatengeneza mpenyo wa shetani. Unapokaa nyumbani na kulala, hautofautishwi na kipolo kilichopoa. Tubuni basi. Rudia tena. Tubuni basi. Tubuni basi. Mrejee. Ili dhambi zenu zifutwe. Anasema tubuni basi mrejee. Maana yake mlikuwa hapo. Mlikuwa mmepotea. Mlikuwa mmechukuliwa. Kwa maana wengine mlikuwa mmechukuliwa katika mateka. Mlikuwa mmechukuliwa kwenye vifungo. Wengine mmewekwa kwenye vifungo vya mapepo. Wengine mmewekwa kwenye vifungo vya majini. Wengine mmewekwa kwenye vifungo vya ukahaba. Wengine waliwekwa kwenye vifungo vya uchawi. Wengine waliwekwa kwenye vifungo vya uongo. Wengine waliwekwa kwenye vifungo vya uchonganishi. Biblia inasema basi tubuni mrejee. Ili dhambi zenu zifutwe. Ili dhambi zenu zifutwe. Usipotubu na ukarejea, maana ya kurejea ni kutoka mahala ambapo ulikuwa umeketi, unatoka, ulikuwa umepotea, sasa unarudi sehemu iliyo sahihi ili upate kusamehewa. Maana yake usipotoka pale ulipo, msamaha upo. Zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Zipate kuja nafasi za kuburudishwa. Baada ya kumpokea Yesu Kristo, nafasi za kuburudishwa, nyakati za kuburudishwa ndio hizi. Bwana anakuinua, anakupa wateja. Bwana anakupa kufaulu. Bwana anakupa kuinuliwa. Bwana anakupa kibali cha kukubalika. Bwana anakupa kibali cha kupenya. Bwana anakupa kibali cha kuaminika sehemu ambapo ulikuwa huaminiwi. Bwana anabadilisha, anatoa ile roho iliyokuwa umevishwa ya kukataliwa. Bwana anaweka kibali cha kukubalika. Wakati mwingine tumejikuta tuko kwenye maisha magumu. Unaweza kaenda kwa ndugu yako, watu na mwanzima buko na kwambia sina, kwa sababu umevishwa vazi la kukataliwa kwa sababu ya matendo yako. Biblia inasema toka kwenye matendo uliyokuwa nayo, rejea sasa hapa ili upate kukubaliwa, kusamehewa dhambi zako. Ukishasamehewa dhambi zako, zinakuja nyakati za kuburudishwa. Haleluya.